Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives. Kukwe kuna abnormality iko ndani ya huyu mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bethel Clouds TV, empowering. Mahali popote huko uandastadi ulipokuja karakta yako imekuaje na sasa ikoaje. Ni watu wengi wa miracle seekers, because this is the people ambao wamepata shida. I can be your preacher using you. Naweza kujua the anointing you are carrying, how powerful you are, na nikujue nikuwekelea tu mkono hii nichote anointing yako. Sasa nikihubiri nitakuwa nikihubiri, mnaona ni mimi nahubiri lakini natumia power ya nani? Na huyu nitamumaintain akaage hapa, akitoroka na mrudisha, maana ni yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini unaona wachungaji wengi wako hapa ni sarakasi tupu. Ni kwa huko kwa hiyo kanisa kuna mtu anatumiaga, kuna watu anatumiaga, kuna vipawa za watu anatumiaga. Na hiyo ndio unaonanga ukienda kwa muganga kuna kitu atakuchota. Ukienda kwa watu wa nyota kuna kitu atakuchota. Utasikia nyota yako imeenda. Nasikia watu wakisema nyota yangu iliibiwa. Iliibiwa na nani? Iliibiwa na mtu mmoja tu ambaye mlienda mkakuwa na encounter na yeye. Mwingine alikuja, just sit down. Mwingine alikuja ambaye alikuja mlilala tu na yeye. Alikuwa anataka tu sex. Unasikia kitu yako imeenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mwingine wananunuliwa na food. Nimeona watu wengine hapa wamenunuliwa, marafiki zangu sana. Watu nilikuwa natumia hapa kanisani, they are no longer coming. Lakini ukimchunguza alikuwa ananunuliwa tu sausage, akanunuliwa kanani ka sabusa, akanunuliwa ka chai. Kuna kamukahawa watu wanapeleka. Mtu akipeleka pale hiyo kamukahawa mara mbili, na niliomba kalifugwa, si ndio? Nilisikia kalifugwa. Nilikafuga. Maana hapo ndio watu wengi walimaliziwa, nyota zao ziliendea. Wale watu wote tumekuwa na wao hapa wametokea hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana hapo ndio walikuwa wanapelekwa kichijio, ananunuliwa tu chakula, because there must be a transaction, a food transaction, a clothes transaction, money transaction, ama a hand transaction. Nikikuwekelea mkono hivi kuna kitu nimechukua, na nikikuwekelea naweza kukuwekelea mapepo, nikuweke mapepo. Sasa wewe usinua praise and worship, nimekuwekelea mapepo na nimekupatia. Sasa I have made you, unakuwa vessel ya kubeba hiyo mapepo. Sasa utahitaji tu kuguza huyo, na yeye atahitaji kuniguza. Utakuwa sasa tunasamba sana. By the end of the day the entire team inakuwa bure, wanaanza kupigana. Maana walihitaji kutransmit one to another one, na inakuwa transmissible. So this authority, it is like you are given an authority to transmit a disease, to transmit a demon. Na kwa hivyo unakuta nyota zenu zote kupitia kwa huyu wa kwanza, nyota zenu zote nazichukua ama zimechukuliwa na waganga. So by the time unafikiria, ukiangalia sasa timu ya worship team, unaona hawa watu wako na potential ya kuimba, wako na potential ya kuabudu, lakini ukiwaangalia the way they are doing, hakuna mtu anasikiliza na yule mwingine, hakuna, hawaelewani, wanapigana. Ukiona huyu mtu akienda, kwa mfano sasa tuseme huyu wa kurarara amirara kabisa, sasa huyu ni wa praise team, na akienda kuimba unakuta yule wa keyboard anamchezea off key. Ndio afrustrated nani? Kwa sababu huyu alibeba hiyo kitu akaambukisha huyu akaambukisha yule. Sasa unakuta huyu ni victim. Akienda kuimba vizuri anawekwa off key. Sasa ukienda kuuliza ni kwa nini, yule anakuambia mimi nilisikia vidole zangu zilikataa kucheza. Sasa wewe ukiwa pastor unasema hiyo kikundi yote bomolewa iko na madharau. Si kikundi, kuna kitu kililetwa. Na hiyo shilingi 100 ulipatiwa, ni hiyo nguo uliletewa. Kuna mama mwingine waliletewa nguo hapa, na nikawaambia kuna nguo unaletewa hapa, hiyo nguo usivae, maana hiyo nguo iko na maneno. Hao walianza vita immediately, wakapigana, wakadharauliana, police team ikaanguka, yote ikaisha kwa sababu ya nguo. Maana alihitaji avae hiyo nguo, akikuja hapa aachilie masilaha kwa hao wengine wote. By the end of the day unakuta
the whole team imeanguka chini. Sio ati sitakagi mbarikiwe na watu, lakini hawa watu, naona hawa watu wako hapa, they have come here with agendas. Kuna watu wametumwa na Manyuru hapa, kuna watu wametumwa na Ng'ang'a hapa, kuna watu wametumwa na mtu mwingine, kuna watu wametumwa na nani, na waganga. Ndio naona hata mtu kama ule Bamase na muangalia kwa kingine, kwa sababu ni rafiki ya Mkui Modo. Sasa nikimuona hivi na mkaaga distance mpaka mapepo ya Mkui Modo ishe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. And this is how to win spiritual battles. It is not that you hate them, you only understand. Mkui Modo ni akwira, I will pay you a visit. Mudosha kwira ati nie de morogi, nitakutembelea in the spirit, nitakutembelea. Ananitembelea tukunywe chai, ananitembelea kuja animalise. Sasa unatafuta ni nani wanatembea na yeye. Jana walikuwa na nani? Ni Bamase. Unakata Bamase, maana hata kuja pepo halikujagi likiwa huko ati linatembelea huko, lazima lipate mwili wa kutumia ulilete hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. So ndio unaona watu wengine tunakosana, sio kwa sababu tunataka tukosane, hapana. Kuna lipepo liliwekwa ndani ya mtu, na hilo lipepo ndilo limekuja na wewe ulibeba, and innocently. Hawa walihitaji wewe kwa sababu wanajua kwa wewe ni ujarageria gaigwa, unanisugusiaga, unaniabiaga. Sasa tunakunywaga kachai, sasa wana target, wanajua huyu ndio anakunywaga na nini, huyu ndio ametumwa. Sasa atahitaji tu kukutapu, kukuguza tu hapa, kwisha utaniletea kwako. Sasa mimi nikiomba nitakuwa nikiona nani? Wewe. Nitakuwa nikiona wewe ndio unaniroga. Lakini nani alikuweka urogi? Ni huyu. Na huyu sio yeye, aliyemweka urogi ni nani? Ni yule. Na huyo sio yeye, aliyemweka urogi ni nani? Because wanafanya study, wana understand huyu jamaa anakuanga na chain inakaa namna gani. Ni nani anafanyaga hivi? Wanakuja wanafanya feasibility study. Wanajua nani anafungua mlango, wanajua hiyo ni target. Mtu wa kwanza kukua targeted ni mtu wa mlango. Bwana Yesu asifiwe sana. Because ni yeye ako na key ya hapa. So yeye ndio wanashika kwanza. Maana akifungua wakati amefungua asubuhi na wamemweka hilisi, atatebesa hiyo kitu. Hiyo ugonjwa yote ni corona itaigizwa hapa. Wanajua ni nani anasafishaga wapi? Madhabahu. Nani anakujaga kupagusa madhabahu. Sasa yeye ndio watatapu, wajue wamekamata nini. Watakamata madhabahu kupitia nani? Yule ambaye anafanyaga hiyo kazi. Kama sasa juzi, wacheni niwaonyeshe hii kakitu kalipotea. Hii. Unaona hii ilipotea. Ni ile tunawekaga pale tunafuka. Ilikuwa imevunjika. Ilipopotea. Sasa kuna mtu jana alileta, akasema aliikuta kwa bagi yake. Hello. Ni mshirika, lakini mshirika wa kujaga Wednesday Tuesday. Ni wale wa 1-on-1. Lakini aliipata ndani ya bagi yake. Ni ya kufuga nini? Kanisa. Na kufugua kanisa. Alikuwa amepeleka wapi? Aliyaipata kwa bagi, ilijirusha. Ndani ya bagi aliipata kitu inakuwaka pale. Ndio ipotee, iingie kwa bagi. Iliendaje? Ilienda wapi? Iliingiaje? Sasa maswali si yeye hata ajui. Genuinely anasema ukweli, aliipata kwa bagi, lakini ni nani aliweka? Kuna mtu aliichukua akaiweka ndani ya bagi. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo mtu aliiweka kwa ndani ya huyo, sasa ndio engineer, ndio anajua alikuwa anafanya hivyo. Sasa walitumia huyu aliwekewa kwa bagi, wakamtumia akaenda nao in the spirit, wakaichukua kutoka kwa bagi ya huyo mama, ikapelekwa kwa Mkui Modo. Ilipopelekwa kwa Mkui Modo, ikafanywa ukarabati, tena ikarudishwa kwa bagi, ikaletwa. Mama akakuja hapa, yako lile ye bagi ni amenyiria ate ni yago huko, amenyiria ate ni yago huko. Alijuaje? Na afugagi. Unaona sasa wewe na nyinyi tuko na intercessor wanaraka wapi? Hapa usiku na mchana. Lakini mlipitwa. Yuba ilipitwa nayo. Na niko mohoire. Ginya muthuri agashokaga mutenya nikohoya. No mwahetokirwo na inywe muthenya farigishi, kwa sababu hii kuchukuliwa usiku na ilichukuliwa wakati kuna maombi. Wednesday ya maombi, Tuesday ya maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. This is now how you know that these people, how they do to you. They don't need a big thing.
They don't need, wanajua identify ni kitu gani. This is very strategic. Hii roka ya kufungua mlango na kufunga mlango, it is very strategic, because hivyo ici nicio cabi mlango. Mundu wothe uraingira hari araingira akaruga githito, akone githito, anaruka hiyo githito, anaingia ndani, anachukua hiyo pepo. Sasa akikuja hapa anakaa, unaona mzee kama huyu ameanza kulala. Ukiangalia kidogo unaona dogoro amefanya nini? Ameanza kulala. Mwingine ameanza kulala. Unakuta kanisa mzima kama saa moja nilikuja hapa, nilikuwa nahubiria intercessors. Wote nilijikuta nikihubiri peke yangu. Walishaenda wamelala. Baka ani hapa alikuwa amekaa hapa, nikasikia ni nini? Si yeye ni kulalishwa, walilalishwa. Na ni kitu gani? Kitu kidogo. Kajaketi kako kanaweza kuchukuliwa. Kakitu anaweza kuja tu atukue hii tawi. Ajue ni nani analetaga hii maua. Akijua tu atakutana naye pale chini. Na najua atapeleka saa ngapi. Watakutana naye pale chini. Achune kama tawi kamoja, akaweke kitu, kisha akarudishe. Kakuja wapi? Kakuja. Sasa nyinyi mtakuwa mkipigana, mnahubiri, but there is no breakthrough. Why? Because kuna kama dhabahu kamewekwa. Hiyo ndio mtu anaitwa Joas alifanya. Joas, the father of Gideon. Wakati walikuwa wameshinda vita, wakashinda Wameleku, wakashinda wanani, Wahiti, wakashinda wote wa Moabi, wakawashinda, because God won battles for them. But they knew one thing: these people are wicked. God can win a battle for you, anaweza kukushindania, but your wicked mind can cause again to lose the battle. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale wazee wa Moabi na wale wazee wa Meleku wakatafuta Joas, wakamwambia, we want to bless you, tunataka kukubariki, wewe ni mtu wa maana, wewe ni kiongozi, tunataka, tumeonelea sisi kama wazee wa kijiji hiki tukupatie kasofenia, kakitu kazuri kama ni zawadi ya kubariki mzee. Wageni wetu wamefika, tukae na wao, maana Mungu anasema wageni wakae vizuri na tupendane na wao. Akapatiwa kakitu kadogo na akaambiwa, hiki ni ya kuweka kanisa yako, enda uweke mahali tu, ni kitu kazuri. Alienda akaweka kwa kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo kanisa ikageuka, ikakuwa kanisa ya Baali. Ilikuwa kanisa ya Mungu, ikageuka ikakuwa kanisa ya Baali. Na kutoka siku hiyo, for the next 7 years, God handed them to the hands of the enemy. Maana kama dhabahu kamewekwa ndani ya kanisa, hako kama dhabahu ndio kalikamata watu wazi wote, wakaingia kwenye mikono ya maadui. Maadui wale waliompatia nini? Wakaanza kuwatawala. 7 years they suffered. 7 years they struggled. 7 years they walikuwa nafanya kazi kama wamejificha. 7 years walikuwa nakaa ndani ya caves. 7 years they were rejected. 7 years they neglected. Bwana Yesu asifiwe sana. They wakateseka because kakitu kadogo, kamugathe hii tunaweka kwa shigo, kakitu kadogo tu nilikupatia, kumbe kalikuwa contact yangu na kuonanga mahali unaenda. Ka-earring kadogo uliweka kwa mazikio. Before you put a ka-earring, hata kama ni kukanunua, kaombee kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kasuruali, hii tu suruali mnaona hapa kununua, kingine unaona kamewekwa tu maua, kingine kamewekwa kabata fulani. Ombea kwanza, maana kasuruali ni muhimu kwa maisha yako. Kasuruali hiyo mnafahamu ni muhimu sana, because kako na contact na the other side of your body. Na hiyo ndio wanaingiaga nayo sana. Tunaona ka sexy ina attract shetani sana. They know, they will treat it, then they give it to you. Utakuja hii tu sodo, hii mnawekaga huko. Sodo inabeba damu, unaenda na itupa nani? Kwa hika kitu kanaitwa rental key. Who is the owner of the company? Acha waona wafanyikazi wa hiyo kampuni ni nani? Could they be the worshippers? Could they be the agents ambao wameajiriwa specifically wakae kwa hiyo kampuni? Maana kuna vitu ambavyo wanahitaji kutoka kwa hiyo. Are you getting me? Are you understanding me now? There are people who will be sent specifically. These people are strategic, are planning. They have an agenda. They have a good plan for that matter. They know how to strategically plan. Hawalalagi. Wewe tu unakuja hapo unafikiria ati wachawi wamekuacha. Hawajakuacha ati kwa sababu apostle wako alikuombea, ati kwa sababu pastor alikuombea, ati kwa sababu uliprofesa hiyo ati unaenda Bali. Yes, sasa hiyo walisikia unaenda Bali. They planned against you.
hiyo bali wanasema hauendi. Kama unaenda tutatembea na wewe. Unakuta walianza immediately safari na wewe. Ndio kwa maana God had to consecrate Jeremiah. God had to consecrate Jeremiah. Akamconsecrate, akamuanoint na akamfanya nabii unto the nation. But God kept working with this man. Mpaka kuna wakati huyu kijana alienda kusema mimi ni mdogo, siwezi kujua kusema. Akamwambia kuja hapa. Kuja hapa mara moja. Akakimbia. Akamwambia kutoka leo usirudi kusema wewe ni mtoto. Maana alirealize wale ambao wako against huyu kamtoto wameanza kuongea ndani yake. Wakati alisema siwezi kufanya, it is the voice of the enemy, not the voice of God. So alikimbia akashika hiyo maneno, akaweka mdomo, akamwambia lete ulimi, akauza, akatoa maneno ya hao wanaotaka ashidwe, akaweka maneno yake. From there Jeremiah akaanza kuongea maneno ya Mungu, akatoa maneno ya nani? Because your tongue can be used to speak ama kuongea maneno ya shetani. Your tongue can be used to speak against yourself, because your mouth has power. Your mouth has an authority. Your mouth ndio uprophesy. Your mouth is meant to prophesy, to say good things, to say powerful things, and also to say negative things. Ndio naonaka mtu akijaribu kuja kuniambia maneno na mdomo yake na kublast hapo hapo. Mimi kwa sababu najua si wewe, ni shetani in you. Unataka kuja kunifix maneno. Ninakupenda, nimekuwa na pastor kwenda kaiwa hili ya kwa akafanya nakwambia shitwe katika jina la Yesu Kristo. Bwana najua si wewe. There is a demon in you ambayo inataka kusasa kuniambia. Sasa nikisikia nyega nakwambia haya. Tareka pelege. Tareka batia. Nyega. Sasa ninaanza kufanya nini? Ninaanza kusikia hiyo tamaa. Ninaanza kusikia ninataka. Sasa kiani sasa ninaanza kuambia ani enda ufagie huko. Nikifika huko naambia ani natikuishi mudaka. Kwa sababu nilisikia nyega na nikaikubaliana nayo. Walitaka tu nisikie hivyo ndio nianze kukubaliana. Sasa si yeye mwenye aliniweka, si yeye nitatokosa huyu. Maana nimewekwa bomu. Sasa mimi nakuwa conduit ya kusafirisha. Natoa kwa huyu napeleka kwa huyu. Na sasa nikilala na huyu na yeye atatoa kwa huyu aweke kwa nani? Kwa huyu. Na yeye atatafuta kimwanaume, atafuta bamase pale. Na yeye bamase naye achukue apeludishie mkoimodo. He is a conduit. They use a conduit. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna system wanatumia. Nitakupatia tu shilingi 100 tu, na hiyo 100 itasafiri Kenya mzima ikimaliza watu, ikirecruit. Maana itawekwa tu power. Nikikupatia hiyo 100, utaenda kwa hii duka ununue kitu. Hiyo mama ashike. Na yeye huyo mama akichukua apatie mtu cheji huyu, na yeye huyu naye ataichukua aende alipe gari, makaga ishike, amekuwa recruited. Ikitoka huko iende kwa mwenye gari, na yeye akuwe recruited, atapatia mtoto wake, na yeye mtoto wake akuwe recruited, na kutoka kwa mtoto wake apeleke shule, na yeye shule ilikuwa recruited, and that conduit in a spread. And this is what I'm telling you. You need to be very alert spiritually. You need to understand who you are talking to, how you are talking to them, and how are you relating them. In the book of Micah chapter number 7, yes. Can we have it? On our screen. Who is me? For I have become as when the summer fruit has been gathered. I have become as when the summer fruit has been gathered. I am very sad. I am like someone who comes to trees with no fruit on them. That I am very sad. Mimi nimefanyika kama mti, nimekuja kwenye miti ambayo haina matunda. Wakati wa summer, there is no production. Meaning you have been subjected, a condition has been created for you to live like you don't have a fruit. To always mahali popote unaenda unajikuta there is no fruit for you, there is nothing that is happening in your life, hakuna matunda. You've been serving God, hakuna matunda. You are in a marriage, hakuna matunda. You are in a business, hakuna matunda. You are in a friendship, hakuna matunda. Unapalilia, unalimia relationship, unajenga relationship, all of a sudden relationship unaona imeanguka na mnaamukiana, mnaanza kupigana because there is somebody who entered between you and that somebody. Bwana Yesu asifiwe sana. So unakuta other people have picked the fruit already. Other people they have taken. Why have you ever found yourself in a situation that you always meet, ukifika hapo unasikia wameshachukua?
ukihevika mahali unakuta umeshachukua. Every time you think you are going, you find something has been taken. Ile kitu ulikuwa na plan, hata ulikuwa umeiona in the vision, hata ulikuwa umeiona in the dream, lakini kufika hapo immediately ukifika tu ndio unasikia imeenda. Hakuna siku unafika ati iliendaka last week ama iliendaka last month. Inaendaga ukifika ndio unaambiwa, hata ndio wale wakienda pale. Inakuwa ni success syndrome. Kimwanaume kiako wakati sasa mnapendana hasa mnaanza kuproposiana, mnaanza kupaga venye kama mtoto kataanza kukuja, unasikia sasa kunatokea maneno, separation inaingia, bako na shida. What happened? What went wrong? Unasikia mtu anakuambia mimi wananiachaga tu anaenda, hakuna kukosana. Na hata tukipigiana simu tunapiga story vizuri, lakini kukuja karibu moto dadesi inatoka. Bwana Yesu asifiwe sana. So I am like those people who can only pick the last grapes. Unakuta you are conformed, unakuwa generated that wewe kazi yako ni kuokota zile mabaki ambazo zimebaki. Are you that person? Uliundwa kwa sababu ya kuokota matakataka, leftovers. Ulitengenezwa kwa sababu ya kukuaga unakuta wakati wengine wamechukua. So you pick the wasted, ile vitu ambavyo havifai. Look at your life. Look at how your life has been. Has it been a genuine life? Has been a life that you unakuta, if the only thing you can pick, it is which that has been left over. You have never encountered to get into your blessings, because leftovers are not your blessings. Leftovers are things that were left because they were not good. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is what you are accustomed to. Chochote ambacho unajikuta katika maisha yako ni kile ambacho kimewachwa. Kile kimzee unakuta ni kile kiliwachwa na fulani. Kile kimeisha. Hakina kitu kimeisha. Ndio nasema, ndio nakita darling, ndio naona ndirage ile mudhuri mwegae. Wapi? Ni kitu kimeisha. So I am like those people who can only pick the last grapes. Those who are the grapes that other people leave behind. Really? There are no grapes there to eat. There are none of the first figs that I like so much. Then hakuna kitu kile cha kwanza. Because it is leftover. Zishakuliwa. The grapes zishakuliwa. Hakuna. Angalia maisha yako. Ile biashara unafuga unakuta hiyo biashara ndio ilikuwa inavuma hapa lakini iliisha. Unaenda mahali, unaenda tukiwa na miato, unasikia mpaka ni revelation, unasikia kuna kitu, kuna Mungu alikusumia, ni Mungu alinenea. Kufika huko unaenda kuanzisha biashara, unakuta hiyo biashara ilishafugwa. Hiyo washafanya hiyo biashara. Na ukienda kuweka hiyo biashara, maana wakora walikuja wakaifanya, unasemekana mmoja wao ndio ule amefugwa, unashikwa. Na kwa sababu kuna wakora waliiba hiyo vitu, waliiba watu wengi, una carry the cross, unabeba hiyo msalaba. Unateswa na unateseka. Na unasikia umefugwa miaka 7 na wewe ulikuwa genuine na umekuja hapo leo maana ulifikiria hiyo biashara inaweza kufanyika mahali, inaweza kufanyika mahali hapo. And this is the pain that people go through. This is the challenge that people go through, getting into when something has just expired. Just buying something, unajikuta tu ile kitu unanunuaga kwa duka unakutanga vitu zimekuwa expired. Ile biashara unaenda kufungua unakuta hiyo biashara hapa hata watu hawaitaki tena. And you have invested, you have spent your time, you have spent your energy, you have done everything to be able to get there, but nothing is getting. Verse number 2. Therefore, it is very important for us kuelewa una exchangewa wapi, because this is the result of being exchanged. Unakuta you are not getting it right because kuna kitu kilifanywa exchange. Because the first brain ya ku understand this thing, ya ku understand the season, ya ku understand the time, hiyo ndio inakuwa problem. They exchange the season and your time. For whatever you will be doing, utakuta unafanya kinyume, ama unafanya late, ama unafanya when it is not time. Bwana Yesu asifiwe sana. There are no longer any people here who obey God. You see, unafikiwa mpaka unaona there are no longer people here who obey God. People here are crooks. People here are just thugs. People here are just, yani mpaka ameshangaa that whatever I'm doing, because he's like worried, how can it happen? Were they no people here of God who could have told me this? Were there no people of God to tell us in this church ati kuna disaster nakuja? Were there no people of God to tell you in advance, huyo mwanaume unaenda kutafuta si genuine, huyo mwanamke unaenda kuchukua naye si genuine? Were there no people of God to tell you that the business you are going to put in Mombasa, hapana usipeleke, God is not in Mombasa, your God is in Kisumu. Uende Kisumu. Bwana Yesu asifiwe sana.
Hallelujah. There are no good honest people. Everyone is waiting to kill someone else. Have you witnessed that here in this church? Everyone wants to kill you. Everyone wants to destroy you. Everyone wants to bring you down. Bwana Yesu asifiwe sana. And this has been happening in your life. Unakuta your brothers, your sisters are yearning to finish you. Unakuta your business partners are yearning to finish you. Your colleagues at work, they are yearning to finish you. There is no good intention on whatever you are doing. There is no good plan against your life. Everything they want to do to destroy you, to kill you. Everything they want to do, they want to bring you down. Anywhere you go, there are people planning to kill you, to finish you. Because there is no people of God in that area. There is no discerning spirit. There is no power to be able to know. There is no prophecies of God to be able to prophesy or to be revealed to what is about to happen. But they are not able to discern. They are not able to see. They are not able. Umemeralishwa unakuta ulikuja service lakini unalala. Sasa intercessor ni huyu, unamuona sasa. Saizi amelala. Na tukivamiwa kiroho ama ni kurota anaota. Ndio kwa ni kurota raro tanigeza tuende domeleli. Na hatuabiagi hata kama amelala, hatuabiagi kama kuna domeleli. Kumaanisha hakuna amelala tu na umejua alikuja kanisa kusikia neno. Lakini the whole service atalala. Tukimaliza service hadi akae pale, hatalala. Utakuta kipiga story. Now that is when you realize kuna kitu imekamata msee. Kuna pepo fulani imekamata msee. Na hiyo pepo ndio inamzuia, inamwambia karara. Sasa hiyo ameanza kutuzungumzia rara. Sasa tutaki usikie. Wanamulalisha, wanamuimbia karara bae. Mwana koma. Bwana Yesu asifiwe sana. They are all like hunters who try to catch each other. They are all like hunters. Everybody anataka kumaliza huyu, huyu anataka kumaliza huyu, huyu anataka kupalikia huyu, huyu anataka kuangusha huyu. Yani they are hunters. Their work is to finish. Their work is to bring you down. Their work is to destroy you completely. They are working hard to make sure you don't succeed in your life. Verse 3 please. They are working. They want to destroy you. The reason they want to destroy you, you ask them, they don't have a reason. Ni kwa sababu waliona umevaa nguo mpya. Ni kwa sababu waliona umepromotiwa. Na si wewe unapromotiaka. Na hata ile kazi yeye anafanya na ile unafanya, they are completely. Huyu ni stone mason na huyu ni carpenter. Completely. There's no relevance. Hakuna kitu kinafanana. Lakini nataka kukumaliza tu. Bwana Yesu asifiwe sana. They know very well how to work together to do bad things. Umesikia sasa? These people, they know very well. They gang up together. They plan together. Wanajua anaenda kumaliza mtu. Lazima wanasema, lazima tuweseme neno. Lazima tunene. Lazima tupange kuagusha mtu. Na unakuta mtu ameanguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Unapata mtu amefanya nini? Kameanguka, kameenda. Na unakuta walitaka tu kukatoa kwenye madhabahu hii. Walitaka kukatoa kwenye hapa. Kale kasichana kanaitwa Jerry. Kalikuja hapa kakaanza kuniambia maneno. Nikakabia wewe, jihadhari sana. Wale watu unatembea na wao wanakumaliza. Kaka kidogo akakuja kaniambia kazi yake imefungwa. Na kuna mtu alimwambia hii kazi usiponisikiliza kazi nitafuta, na kazi ilifutwa. Kiherehere yake. Kazi kafanya nini? Ikaaguka. Kaka kidogo kalitoka kanisa kakaenda. Sasa hujui kama kalienda kwa waganga, hujui kama kalienda kwa wachawi, kamekaa kwa watu kako. Bwana Yesu asifiwe sana. So how do you do? Because they know very well how to work together to do bad things. Walikachangia, walikachezea, wakakagonga, wakakamaliza, wao wakarudi kanisani. Kuchukua kingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Rulers demand gifts and judges ask for money. Powerful bad people always get what they want. Powerful bad people always they get what they want. They came here to harvest souls. They did not come here to harvest bodies. They came to harvest souls. Wanataka tu kuchukua soul, wapeleke kwa shetani. Wanataka that contact, kuchukua soul, wapeleke kwa shetani. That is why you need to be very alert on everything that is happening. Anything happening around you, be cautious. Mtu akikupatia hata kununulia kajuice, kaangalia before you take it, kazungumzie. Anything, don't take anything. Hata nini, hata kama uko na shida gani, don't take. Always observe it. Mtu akikuja kukupatia matohoho, always sikiliza. Ukiona ni matohoho na ile jia imekuja, lipua mara moja hapo. Usiseme ati hiyo kitu taongea kesho, lipulia hapo. Maana hujui kwa geti kinini kiko. Lipua ndio unaochukulia kwa geti, unaona kama kuna mtu mwingine pale, ndio una huko ulale chini ulipue huko. Bwana Yesu asifiwe sana. In the spirit you must treat anybody as your enemy.
Spiritual warfare. Everybody is your enemy because hujui huyu mama ni mzuri, ni muibaji, lakini amekuja kama aliguzwa na nani? Ameguzwa. Sasa anahitaji tu tusalimiane, maana amebeba bomu. Nikisalimiwa basi mnaanza kusikia hapa ile maneno naongea hapa ni matohoho. Ile maneno naongea hapa ni kutusi tu watu, ni kuongea maneno baya baya because wali plant na walikuja kaniambia tukata ya gai. Gai ni akurathimite muno. Niĩ Ngai anyonirie kanitheno nene hete ya gorofa andu meguka goguo bakabanga goguo kumbe nika sidano na goguo umeambiwa teremuza suruali nikuweke sidano. Na kwa sababu mimi nataka kusifiwa, nataka nisikie kanisa itakuwa kubwa, nafungua mdomo yangu, nafungua mkono wangu, sasa hiyo ninarudi kwa mfuko na kupatia 1,000 na nafanya madhabahu inadhibitika. Bwana Yesu asifiwe sana, because they only wanted that, kudhibitisha madhabahu. Hello. Bwana Yesu asifiwe sana. Powerful bad people always get what they want. All these people work together to do what is bad. They all work together. Nika conduit. Ukisikia huyu mama kuna kakitu alifanya, she is not alone. Ni watu kanetwa kikako hapa. Wewe unaonaga huyu na tunashabuliaga huyu. Kumbe unashabulia huyu na huyu ndio walikuwa naye. Na unaambia huyu venye mama alifanya, venye vanya alienda, kumbe na huyu anamwambia mothe ne jugire tumakuri na apostoli ekwaragia uri ekwaragia ri metaramenya uyu nitucenjie. Kumbe unaongea na maadui. Treat anybody like as an enemy. There is no friend. Never have a friend. Treat anybody because hujui ameenda wapi. Hapa ije amekutana na nani, amesalimiwa na nani. Akikuja ndio unaona tukiingia hapa tunatakasa nyumba kwanza. Ndio ukiona tukipika chakula tunawaambia chakula tunaitakasa kwanza. Ukiona kinunua kaguo itakase, usivae, itakase, maana hujui ni nani walishona hiyo nguo na walishona na motivation gani. Ukipatiwa kaelfu kamoja kanene kabie wewe katika jina la Yesu Kristo, mapepo iliyo ndani yako na ikemea toka na unarudisha kwa mfuko. Usiende kupeleka watoto wako kuwanunulia nguo na kagiri atulipatiwa, acha ninunulie watoto chakula. Kumbe kalikuwa kabomu kanaenda kwa watoto kanalipuka. Nakuta wewe ndio uliroga watoto. Ukienda kwa nabii wa Mungu anasema wewe ndio mchawi, wewe ndio uliroga watoto wako. Sasa unajaribu kuimagine, wow, nawezaje kuroga watoto wangu? Kumbe ni kale kagiri kamoja nilikupatia kalienda kakalipua watoto. Boma inalipuka na maisha yote yanaharibika. Unakuta watoto wako wote wameanza kuvuta bangi, wengine wanakula chang'aa, wengine ndio hao wamekuwa waizi gangsters. Unakuta watoto wako wanaanza kukufa. Unasikia mtoto wangu alienda tu kulala, hakuamka tena, alienda. Na ni wewe nani aliroga mtoto? Ni wewe. Wewe ulitumika tu kwenda kuroga mtoto. Maana mimi nilikutaji tu nikupatie 1,000 na hiyo 1,000 ukapeleka kanunua chakula ukapelekea watoto. Takasa kila kitu. Any person coming in near you, muangalie vizuri, chukusa yeye. Bwana Yesu, sisemi msikuwe na marafiki, kweni na wao lakini wachukuse. Monitor every movement. Ukiona mtu ameinua mguu ya left, taka kujua in the spirit ni kwa nini ameinua mguu ya left. At what time? Angalia saa ujue ni saa ngapi. Unaweza kuwa saa hiyo ndio unatoaga dhabihu. Akiinua mguu ya right, chukusa. Akifanya hivi, akienda kufungua mdomo, chukusa. Ni nini iko kwa mdomo? Bwana Yesu asifiwe sana. Akikuja kukuhagi, chukusa ni nini inaweza kuwa kwa kifua. Fanya hivi na hivi kwa bali, hivi na hivi kwa bali, sukuma mtu aondoke. Maana anaweza kuwa ni jeli na jeli amepaka vitu wapi? Akimfanya shie naanza kusikia jeli. Nikikaa tu naanza kuona tunaongea na jeli na naanza kusikia tu, yani kimkikitu kinaanza kunishika. Kumbe aliweka vitu zake wapi? Na wengine kama wanaume sisi tunapenda kunyonya matiti wa mama. Kumbe kuna kitu iliwekwa kwa matiti. Si watu wengi wamekoniwa pesa na matiti. Tumuzea tuige watu wa kahawa na huko na ule majani to bonus. Tunawekea kwa dawa nini? Kama matiti kamuseka na bio nyonya. Kana nyonya, kana rara. Kana kuta kama kamefungwa kwa kitanda. Pesa yote imeenda. Jihadhari sana, jihadhari. These people, they plan together to do bad. They plan together to do bad. They have got no intention to be a blessing to your life. They have got no plan, no good plan. They don't have
They have a plan to destroy you. Hata wakati mnapatiana hizi chakula mnaonaka tukipatiana, ziope kwanza. Hizi zimeletwa pale, ziope. Na watu wameanza kukubali. Sasa wameanza kuleta, sinaona gunia pale iko na gunia ingine pale iko. Unahangaikaga tu wiki ya kwanza, wiki ya pili. Unaona mlango Mungu na ukiingia kwa ministry yako, urudi kwa ministry yako. Ufanye venye Mungu alikuita. God opens doors for you. And he will bring partners from all over the world ambao watasimama na wewe. Lakini usianze kutafuta partner. Kusema ati wewe naonaga mama huyu ni mama mzuri, anaweza kuwa na anaweza utapatia huyu, anaweza kunipatia. Hapana. Rudi kwa mfuko yako, invest. Onyesha Mungu I'm ready. Then God will send the right people in your life. Bwana Yesu asifiwe sana. Because them they plan against you. They plan to do bad things against you. Also plan to do good things. When you plan to do good things, you invite the presence of God. Anakuja, analinda kazi yake, anaprotect kazi yake. Kwa hivyo hata wakipanga, naye Mungu ashapanga. When for you to invite God's presence in your life, do good things. Do what God has instructed you to do. Be in the position of God. Be in the season of God. Be where God wants you to be. And you are going to be very successful. Verse number 4. You are going to be very successful. You are going to win every battle. You are going to defeat them. Wanawachanga tumemalizika. Wanawachanga wametumaliza, wametumalizia. Wakikuja saa nyingine wanakuta nihigo tuliroketa wega. Nihigo tobuketa wega. Mkuu moto alikuwa ametumaliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Na labda alikuwa anatumia bamase. Alikuwa ametugoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini na sisi, ni sisi ni nani? Tukaambia tukaanza kufanya matendo mazuri. Mungu akateremka. Hallelujah. Watakuinukia, watapigana na wewe, watajaribu kukuweka chini, but still you are going to rise up again because of doing good things, because of being in a position of praising God. The best of them are dangerous like wild. The best of them. Underline that. The best of them. Wale unafikiria sasa ndio mabesti wako, ndio watu wazuri, ndio watu ambao ideologically ndio wanakupatia maneno masuri mpaka unasikia kweli huyo mtu amenena. Hawa ndio watu. They are like wild plants with thorns. The most honest of them are worse than thorn bushes. The most honest. Kama ani sasa hapa ni honest kwangu, maybe ni thorn. Bwana Yesu asifiwe sana. They go for the honest. Why have they the best of them and the honest of them? Because those are the people closer to me. So si wao watakuwa na shida, wao watawekwa kitu ndio waniletee. So the best of them and the honest of them are the most dangerous people when you are doing work of God. Wakiingia kwa ofisi yako, nena tu neno la kuwamtakasa. Ukienda Rogoro ameingia kwa ofisi, unanena huko pepo lililoshika jina Yesu Kristo. Niondoke. Maana kwa labda amebeba buduki, amebeba silaha ya kunimaliza. Sasa wewe unaona Rogoro hapa ni mzuri, ndio analeta wageni hapa, ndio anafanya nini? Umekuja na wachawi wamekuja hapa ni wengi. Na wanajua mnakujaka. Umekuja na wachawi wamekuja hapa ni wengi. Na wanajua mnakujaka. Umesalimiwa na mawatchman hapa. Na labda mawatchman hao wengine wako kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nyinyi nakuja haleluya haleluya, kumbe wewe na ni haleluya ukispread nini mapepo, haleluya haleluya, kumbe ni conduit ya kuspread mapepo. Before you start anything, pray together. Don't just pick the microphone and hold and waanze kuibia watu. Wachana nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale watu mnasikia, msiwahi shika microphone hapa kama mjashikana mikono. Nimeweka kumundamulika nikiona siku nitawakuta na wale watu wa media hawa. Kwanza hawa kuna huyu jamaa mwingine hapa saa nyingine, wakati tumefika crucial kufanya ile madhabahu tulifanya hapa, alienda akawacha kamera, kaenda akakaa huko. Akawacha kamera na akaenda kukaa na akaanza kuposti vitu za Raila. Sasa unashangaa huyu mtu ni kichako nayo ni nini iko baya na mtu kama huyu? Wakati we were the crucial ndio tunabaki wako na niguo aradhi kuikana nako. Sasa unaona hili nilipepo through jamaa amewekwa ndio sabotage ile kazi tulikuwa tunafanya hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa huyo ni mtu ulikuwa umeaminia atakusaidia kubusi kitu, lakini angalia venye amefanya, ametumika. Hawaombagi kengine kakopo kanaitwa ani kanakuja kanaingia kwa mashini, kuna shida moro imegililia wapi na tuko kwenye vitu zingine. Maana na yeye ako na mapepo yake na aliambiwa deal with this, maana wata deal na wewe kulingana ile kazi unafanya. So it is very important when you get in, you
bond together, you pray together, and you start a journey together because you're one. No, where one or two are, also where God is in it. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuta watu kama intercessors pale, unakuta intercessors wamekuja kuomba kuma Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Lakini hawa watu wote hakuna mtu anaogeaga na mwingine. Hakuna hata mmoja, wote ni maadui. Hakuna, wote ni maadui. Hakuna mtu anaongea na mwingine. Huyu anasema huyo kuna wakati nilikuta Bidha ako pale. Bidha anasema sisikii Kikuyu. Hawa watu wanaomba na Kikuyu. Sasa alikuwa juu, na hasa amelala juu ya ile kitu juu. Naye unakuta huyu ni mang'aa kabisa. Naye yako kona gani? Ile hataki kushikana na watu na mkono, hawataki, hashikani na wao. Na ndio mahoeta wiki ngima. No, lakini hawawezi kushikana. Unakuta naye Rogoro na timu yake nao wako hapa wakigowashana katazama wakiwa na huyu mama. Oh madhani, madhani. Sasa unaangalia hiyo scenario, unajua the king is naked. Unajua dole nani gari? Ndigari. We na ndio wikaria nyumba ndekaiyo. No dole nani gari? Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuta media imegogwa, intercessor imegogwa, praise team imegogwa. Sasa kutana pale kwa gate. Kuna mama anaitwa Ruse. Asa akikuangalia hivi na kuangalia na jicho ingine. Ukiongea matope anakuambia nitakutoa nje mara moja. Unakuta mwingine unaenda kumuuliza na nataka wewe si hata unaona na macho, si uko na macho wewe ukae. Na hao ndio watu liweka nini? Wachuge pale, wengine kabia chuga hapa, wewe chuga hapa, wengine chuga hapa, ukakuta wote waligogwa. The king is naked. Wewe uturaga ugade na kanitha gakwa ni kega muno, no gaturagio ni mitu na mikora. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mwenzako I shall rise again. I am not going to be defeated. I shall rise again. The best of the bad time that your prophet told you about is coming. So God will punish you and you will be confused. The time that the prophet told you is coming. The time of reckoning, the time of understanding when God is about to speak. The time of understanding that God is about to bless. Verse number 5. Quickly, please. Do not believe anyone, even somebody that you know well. Hallelujah. Do not believe someone, even that one you know well. Do not. Because they could be a conduit. They could be the bomb. They could be the problem we are facing. You cannot be sure that your friend will always be honest with you. Be careful what you say to your wife. Be careful even when you are hugging her. Your wife. Hajazungumzia girlfriend, amezungumzia your wife. Hata wakati namfanya hivi kuhagi. Wewe hapa ikale halia. Katika jina la Yesu ile pepo lote liko kwa kifua yako likufe. Nani mtumia wako? Unasimama nikimwanaume yako ni bwana yako. Ukia maneno ya kuvuja pepo lolote. Don't trust anybody. Don't believe them. They could be conduits that are crushing you. That is where you are suffering. Unatafuta maadui nje na adui yako kwa nyumba. Adui ni huyo bwana yako. Adui ni huyo bibi yako. Adui ni watoto wako. Kade katoto unapenda. Kupe ni kanyoka. Uliza kanyoka ndio kana kusubuaga. Bwana, be careful even when you are hugging her. Be careful. Wale wanapenda kunihagi. Umesikia venye tumeambiwa. Mungu amesema nikuwe careful. Verse 6. Oh my God. Hii kitabu hatutamaliza leo. Sons think that their fathers are fools, and daughters refuse to obey their mothers. Wives quarrel with their husbands' mothers. A man's enemies are the people who you live in his own house now. A man's enemy ni wale watu mko na wao. The dangerous enemy that you have ni hawa watu mnakaa na wao. The people ambao unaita household. People of household, household. They turn out to be called household enemies. Na kuna wengine more dangerous, unaitangwa
frenemies. Ni friends, but they are enemies. They are very bad. They are very bad. Because you will never notice what they are doing to you. You will never realize what they are doing to you. You will be thinking, well, ni marafiki, ni murata wako. But si marafiki, kube is a frenemy. Bwana Yesu asifiwe sana. These are the people that you need to keep off in your life. Keep distance. Don't have a friend. Kaa hivyo. Ulitengeneza dunia hii ukikuja peke yako. Na mtumie utia kwa mali unura turakaria. Mwanya nwaje kutoka mmoto hito. Verse number 7. Hallelujah. Quickly. But as for me, I will watch for what the Lord will do. As for me, I will watch for what the Lord will do. I will wait for God who saves me. I know that he hears me. How will you be able to wait for God who hears you if you are not heard? If you have no connection, if you have no breakthrough? You must have a breakthrough. You must know when God is speaking and when God is not speaking. And the time you are able to know when God is speaking, that's the time you'll be able to be successful. That's the time you'll be able to win any battle. That's the time you are going to win and conquer your enemies. Because they are planning day and night. And to make the matter worse, are the people you think they are good friends of yours. Ni watu ambao unafikiriaga na unaonaga hawa ndio watu wanaweza kunisaidia. Ndio visionary people. Ndio watu wako na idea mzuri. Kumbe ni manyoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Verse 8. So you need to be able to understand every person. Understand huyu mtu anakaaga namna gani, anaogeaga namna gani, how hata kubreathe mtu. It's very important. Usikilize kubreathe, anabreathe namna gani. Ukisikia ameanza kubreathe, unajua kuna kitu kinaachiliwa, kuna mapepo inaachiliwa. My enemies do not be happy because I am in trouble. I have fallen down, but I will get up again. I'm in dark, but the Lord will light to me again. Hallelujah. When you come back to know God, God will light you up again. He will rise you again. Utasimama tena. Hata kama uko chini. Kitu cha muhimu sana. God will rise you again. In Jesus' name. God bless you. Bring your sadaka. Kwani amuku tosheka? Mmewacho hanging. Tuendelee. Kuna watu wa kurudi kazi. Sunday niliona mmewacho hanging. Tena leo nimeona kama mmewacho hanging. What could be the issue? Simalizi. Najua unaenda. Umakanira. Ndio nake turehera gathari turi. Leteni sadaka. Ama mlikuja kuhubiriwa bila sadaka? Mudhire na kedo. Leteni hapana, ndigochoka kuhujiria ndo matari kedo. Lete. Na simu, watu wa simu, mimi nimerudi kugundua watu wa simu. Wanasema lete. Lete hapa. Yes. Yes, mzee, niaje mzee. Maisha nakupeleka namna gani mzee? Haya, mutirare. Leteni hapa. Hata wakutuma nataka kuona hiyo message. Leta hiyo message hapa. Watu wa kutuma nataka kuona hiyo message. Yes. Natuma gani? Tire. Ukarigo mudo atwika mukoraniki kanitha-ini na ndarafu uswarute. Ndari bundukia igereirwo haha. Unadanganya nini? Nini? Ndio ile pale. 247 935 035. Teni mahali tutapata 1 acre hata kama ni kulease. Tujenge structure, lease to buy. Uze wedie kia yako kemotokerere na ninje jege yakwa no yadie yake. Twakerega inyumba. Na mama Benjamin diagaria ategetoe. Ateteke atia. Yes. Nataka
ujipeleke mbele za Mungu. Unaweza kuwa na challenge ambayo imekuwa affect in your life. Unaweza kuwa na mambo ambayo yamekuwa difficult kwako. The type of the friends that you have, the type of the family that you have, the type of people in your family, in your life. There are people who are toxic in your life. Cut them off now. Nataka cut anybody. Funga hiyo mlango. Cut anybody ambaye ni kigugumizi katika maisha yako, ambaye bamasi, funga ile mlango. Nitazame milimani, sanda wangu watoka wapi? Sanda wangu katika Bwana. Inua macho yangu, nitazame milimani, sanda wangu watoka wapi? Sanda wangu katika Bwana. Inua macho yangu, nitazame milimani, sanda wangu watoka wapi? Sanda wangu katika Bwana. Inua macho yangu, nitazame milimani, sanda wangu watoka wapi? Sanda wangu katika Bwana. Jifungue, break every bondage, break toxic friends, watu ambao ni madhabahu katika familia, madhabahu katika kazini kwako, madhabahu katika kanisani, madhabahu kwenye maisha yako. These things that have been toxic, madhabahu ambayo yamekuinukia, ambayo yanakushambulia, ambayo yanakutekeleza. Watoka wapi? Sanda wangu katika Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninawainua watoto wako hawa, wamekuja mbele zako wakihitaji mkono wako wa msaada. Wamekuwa na familia ambazo zimewatesa, wamekuwa na marafiki ambao wamewatesa, wamekuwa na watu ambao ni maadui lakini walifikiria ni marafiki. Walikuwa na mizigo ambao wamebebeshwa na watu walifikiria kuna mahali wanaenda, kumbe hakukuwa na mahali walikuwa wanaenda. Mungu, wewe ndio unajua. Wewe tu ndio unaelewa. Unaelewa wanachokipitia. Unaelewa ugumu wa maisha yao. Unaelewa Baba. Baba, nakuomba tu. Walifungwa. Wengine wao hapa ni manabii. Wengine hapa ni watumishi. Wengine hapa Baba wanafanya biashara. Wengine walikuwa watu ambao walikuwa wamefaulu katika maisha mbalimbali. Kwenye nyanja mbalimbali za maisha zao walikuwa wamefanikiwa. Lakini kuliingia watu waliojifanya watu wazuri kwao. Wakawa wamewazuilia, wakawa wamewafunga, wakawa wamewakamata, wakamata hatima zao, wakakamata biashara zao, wakamata nyota zao. Wengine nyota zikaibiwa, kama vile nyota yangu ilikuwa imeibiwa, kama vile uponga wangu ulikuwa umeibiwa ukachukuliwa, wakaweka makongo kwenye mwili wangu. Nikakuwa nikateseka, nikakosa ufahamu, nikakosa kujielewa, lakini ulikuja na ukaniokoa. Najua hivyo ulivyokuja ndivyo hawa watoto pia utawakujia. Waonekanie kutoka leo, na waregeshea nyota zao, na waregeshea nyumba zao, na waregeshea baraka zao, kazi zao zilizoibiwa na regeshwa, huduma zao na waregeshea, nyota zao na waregeshea, baraka zao na waregeshea, vibali vyao na waregeshea katika jina la Yesu Kristo. Every bondage, mipaka iliyowekwa ya kuwazuia, yote ninaiondoa. Minara iliyoinuliwa ya kuwazuia, yote ninaiondoa.
katika jina la Yesu Kristo. Ninafungua miguu yao wapate kutembea na wapate kumiliki. Nafungua mikono yao wapate baraka za mbinguni. Nafungua vinywa vyao wapate kutoa nabii ambazo zinafanya katika maisha yao. Ninawafungua nafsi zao wakapate baraka, wapate vibali, wapate kukubalika, wapate kuinuliwa tena, wapate kuonekana tena katika jina la Yesu Kristo. Wengine waliibiwa wakapelekwa kwenye bahari. Ninawang'oa kutoka kwenye bahari. Ninawang'oa kutoka kwenye bahari. Ninawang'oa kutoka kwenye bahari. Wengine walinaswa kwenye mitego mbalimbali, na wanasua kwenye ile mitego, na wanasua kwenye ile mitego, na wafungua kwenye ile mitego. Wengine walinaswa kwenye ndoa, na wanasua kwenye ndoa, na wanasua kwenye ndoa, na wanasua kwenye ndoa katika jina la Yesu Kristo. Wengine walinaswa kwenye huduma mbalimbali, walifikiria wanakuabudu, kumbe hakukuwa na wewe kule ndani. Pia ninawafungua, ninawang'oa, ninawang'oa. I uproot them in the mighty name of Jesus Christ. Father, I thank you.